Yesu, nakushukuru, mengine sijui ila ili Bwana nimejua umenitendea. Bwana, unajua kwamba sisi tumekuja kwa ajili ya injili yako ambayo umetutuma. Tumekuja kukushukuru. Wengine waliosahau hatujui, wengine walioacha hatujui, lakini sisi tunajua umetutendea. Mimi najua umenitendea Bwana. Na kusihi roho za watu wako hawa mahali hapa dakika hizi chache, nenda ukaseme nao mmoja mmoja, kwa kila mmoja kwa kadri ya shida aliyonayo na mahitaji aliyonayo. Mungu kaseme nao mmoja mmoja, ukaangalia mahitaji yao kisha ukawabariki. Nami nawacha mikononi mwako. Asiwe wa kupuuza, asiwe wa kusinzia, asiwe wa kudharau, katika jina la Yesu. Bali Roho yako Mtakatifu wakati huu akaseme na watu wako. Kanisa na tuseme amen. Sema amina. Keti mahali ulipo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tuna muda mchache, lakini natamani Roho wa Mungu akaseme na wewe kwa dakika hiyo moja. Kama amekukusudia wewe iwe ndio siku ya kwako ya kupokea muujiza wa kwako na baraka za kwako. Bwana Yesu asifiwe. Niko mbele yenu katika hali ya kumshukuru Mungu kwa yale aliyonitendea, kwa yale magumu niliyopita humo, kwa kelele za wanadamu, kwa maisha na misukosuko na mawimbi mengi, lakini bado Mungu alisimama na mimi. Na leo sasa nataka niseme na wewe kwa habari ya kukata tamaa. Sema kukata tamaa. Sija kusikia. Sema kukata tamaa. Na mimi nakusihi mwana wa Mungu kwamba leo iwe ni mwisho wa wewe kukata tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tuende moja kwa moja katika maandiko matakatifu. Naomba katekisti anisaidie kusoma, tuende na yeye Agano Jipya katika kitabu cha Marko Mtakatifu sura ya 10. Marko Mtakatifu sura ya 10. Tutaanza na mstari ule wa 46. Mistari ile 6. Haleluya. Najua wote mnayojua maandiko, na hiyo ni nzuri sana, lakini ni mbaya sana kwa sababu wengi tunakwenda kwa mazoea. Haleluya. Kwa sababu najua mimi naijua Biblia, najua mimi nayajua maandiko. Bwana Yesu asifiwe. Kabla sijaanza kufanya vyovyote na sijaendelea kwa habari ya neno la Mungu kwa asubuhi ya leo, natamani kuona utulivu wenu wote. Maana wakati jana nilisema na watu wa Mungu hapa, wakati wa kuhubiri, wakati mtumishi yote akisimama, neno linalosema mahubiri, yani sentensi ile mahubiri, hapo ndo watu wengi huwa wanapata muda wa kutawanyika. Watu wengi ndio huwa wanapata muda wa kuangalia mambo yao mengine. Lakini naomba utulivu wa kwako, kwa sababu katika kutulia kwako miguuni pa Mungu wako ndipo penye faraja, ndipo penye majibu yako. Huenda neno hilo limekuja kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Natamani leo tunasema sana na waimbaji wameimba sana, mabalozi wa Yesu wameimba sana, afu siwaoni wote wako hapa. Wameimba sana, mpo lakini sio wale mliokuepo.
Wameimba sana kwa habari ya utoaji, kumtolea Mungu kwa ajili ya kujenga nyumba ya Bwana. Na kwaya moja wa mama pia na wameimba. Na wengine. Na tumesema tangu mwanzo tulipofika, tangu jana, hata leo, tangu mapema, na wengine waimbaji waliosimama. Wote tumesema kwa habari ya kumtolea Bwana na kwa habari ya ujenzi wa nyumba ya Bwana. Lakini hilo tumelisema, mimi nataka sasa nije rohoni tusemezane ili tutengeneze maisha yetu. Tukishatengeneza maisha yetu ili tujue namna ya kumtolea Bwana. Haleluya. Nataka tusome habari za Batimayo, yule aliyekuwa kipofu, aliyekuwa haoni. Wengi mnajua habari za Batimayo mchiwa. Wagogo simutia mlibachi kihulika hii. Punga hivi mkono wako. Halafu tukianza nikisema haleluya sema amina iliyoshiba. Maana wenzetu huko ndivyo wanavyofanya, halafu tunaona makanisa yako moto. Ni kwa sababu mhubiri anapohubiri anakwenda na wale walio mbele yake wanaosikia maneno ya uzima. Haleluya. Batimayo kama tunavyosoma kwenye maandiko matakatifu alikuwa haoni. Biblia inasema alikuwa kipofu. Lakini nataka, mara nyingi nimesimama na neno hili, nimetembea nalo zaidi ya miezi 16 sasa. Mahali ninapozunguka. Neno kipofu, mtumishi mmoja nafikiri mnamjua. Anaitwa Mzee Hosea Silvanus Matogwa. Nani anamfahamu ainue mkono? Mnamfahamu Yeye alikuwa mwalimu wa wasioona pale shule ya Buigili, shule ya DCT. Yule mjomba wangu mimi mwanzo nilipataga mpenzi, sema mpenzi. Sasa siku moja nikamwandikia barua akiwa pale shule ya wasioona. Alafu kwenye address kwenye bahasha nikaandika Dear Robert Anthony Chilewa, shule ya vipofu Buigili. Ile barua ilifika tu vizuri bila shida. Lakini siku moja nilipokutana na Mr. Hosea Silvanus Matogwa akaniambia, "Mjomba, siku injili chetu tumemlanga nikotea idea." Akasema kwa ukali. Si mnamjua sauti yake. Leche longanga nikotea leche tambula. Sisi sio vipofu, sisi ni wasioona. Akaniambia hivyo. Sasa wasioona na vipofu, ipi tofauti yake kubwa? Haleluya. Lakini Biblia inasema Batimayo alikuwa ni watu tunaweza tukapaka dhambi mafuta isionekane kama ni dhambi, lakini bado itabaki kuwa nini? Hambanite wasioona wakali wabofu du. Hambanite wasioona bado wanaitwa vipofu kwa Kiswahili. Bwana Yesu asifiwe. Sasa barua yangu ilifika kule kwa wasioona, wao wanaposema. Lakini Biblia yangu inaniambia kwamba Batimayo alikuwa ni kipofu. Inasema kwamba alikuwa akiketi kando ya njia. Sasa sijawahi kusoma, labda waliosoma kule theology labda wanajua kwamba alikuwa na watoto na maana ya mtegula gabari anzile yali nani magu pasta chitumiro yolo chitaze walinje yolo chize. Sasa nachoona kwenye maandiko hapa yanasema alikuwa akiketi kando ya njia. Na alikuwa akiketi kando ya njia akiomba sadaka. Haleluya. Sasa hivi Batimayo alikuwa mgogo? Niwaulize swali. Biblia inasemaje? Mane yali mgogo? Tachibita mwonga. Inyama ya Biblia yangu. Lakini kwa nini wanatuambia wagogo omba? Batimayo hakuwa mgogo. Bwana Yesu asifiwe. Batimayo alikuwa kipofu. Biblia inasema alikuwa akiketi kando ya njia akiomba sadaka kila siku. Biblia inasema. Sasa haisemi ilikuwa ni njia panda ya kuja huku kempu au ilikuwa ni njia panda, alikuwa njia ipi, lakini alikuwa akiomba. Kwa nini? Alikuwa hana uwezo wa kufanya kazi. Kipofu ni nani? Kipofu ni mtu asiyeweza kuona. Kwa macho ya nyama haoni. Kipofu yeye ni mtu wa kuhurumiwa kila siku iitwapo leo. Kipofu hana maamuzi juu yake mwenyewe. Kipofu ni mtu wa kuongozwa. Huyo ni kipofu. Batimayo alikuwa kipofu. Haleluya. Biblia yangu inaniambia kwa sababu alikuwa amezoea hivyo, lakini siku moja ilitokea. Neno la Mungu ninaposema hivi, kichwa cha neno ninasema usikate tamaa. Ndicho kichwa cha neno langu leo. Usikate tamaa hata kama itakuwa itakavyokuwa, lakini usikate tamaa. Batimayo siku moja aliamka. Nafikiri watu wengi huwa mnaona, unaweza ukaamka asubuhi odukutia naliona duchinji chikutia mweleche bita kuko
chinji chikute. Lakini mimi nafikiri hivi, Bartimayo huenda alipoamka asubuhi alikuta kuna kitu kinamwambia leo kuna hali tofauti. Leo kuna hali tofauti. Nafikiri hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Bartimayo alikwenda kama kawaida, akawa njiani. Biblia inasema akasikia sauti na makelele ya watu wakija. Ningasi yali amanyire kuchilima kuikwene kumwezi kwii kutakama kwii. Yeye alichosikia ni sauti na kelele za watu wakija njiani. Halafu Bartimayo, Biblia inasema akauliza swali, kuna nini huko? Sasa unaweza ukajiuliza, alipokuwa anauliza alikuwa anamuuliza nani? Maana haoni. Alikuwa anamuuliza nani? Na ni nani aliyekuwa jirani yake? Kwa sababu alikuwa haoni. Lakini Bartimayo akauliza, kuna nini huko? Bwana Yesu asifiwe. Naomba twende kwenye maandiko, Marko 10:46. Twende kwenye maandiko. Bartimayo akauliza, kuna nini huko? Kwa chini siku huko. Bartimayo yakauza. Naomba tusikilize hapo maandiko yanavyosema, maana sio ya kwangu. Hebu soma twende tuone maneno yanavyosema pale. 10:46 mpaka 52. Mistari 6 tu. Wakafika Yeriko. Hata walipokuwa wakishika njia kutoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake na mkutano mkubwa, mwana wa Bartimayo yule mwombaji kipofu alikuwa ameketi kando ya njia. Hata wakafika yeye na wanafunzi wake walipokuwa wakitoka huko. Kwa kawaida yake kila siku kuhubiri, yeye ndio ilikuwa chakula chake, yeye ndio alikuwa maisha yake, kusaidia watu huko na huko, kuponya wenye shida zao. Hata wakafika sasa Yeriko, Yesu pamoja na wanafunzi wake. Naye aliposikia ya kwamba ni Yesu Mnazareti, alianza kupaza sauti yake na kusema. Alipofika pale Yesu pamoja na wanafunzi wake, walimkuta Bartimayo mwana wa Timayo. Wakamwagana mwana shilume yali munzira. Yese hulikavyo no wakukola. Hamnyuma Bartimayo yakawa kutia ule. Mwana wa Daudi, Yesu unirehemu. Akasema, mwana wa Daudi, Yesu unirehemu. Akasema, mwana wa Daudi, Yesu unirehemu. Maana aliuliza swali. Alipouliza swali wakamwambia ni Yesu wa Nazareti. Ni Yesu anapita. Ndipo akapaza sauti akasema, Bwana naomba unirehemu. Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Wana ngazwali wadu kumluguta na kumluguta ujitonazaje. Bartimayo akapaza sauti yake akasema, Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Endelea kusoma katika. Na wengi wakamkemea ili anyamaze, lakini alizidi kupata sauti, mwana wa Daudi unirehemu. Wengi kati ya ule mkutano wakapaza sauti wakimkemea Bartimayo aliyekuwa haoni. Waliokosa huruma hamjaanza leo, walianza miaka mingi. Biblia inasema fikiria, walikuwa wanaona na wako na mkuu, wanaona lakini wanaenda kumnyamazisha, wanamkemea. Nyamale Bartimayo lichezoza, mwana shilume kola lichezoza, lakini yeye akafanyaje? Akazidi kupaza sauti yake akisema. Endelea kusoma. Yesu akasimama akasema. Akapaza sauti yake akisema, Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Yesu akafanyaje? Yesu akasimama akasema, mwiteni. Wakamwita yule kipofu, wakamwambia, jipe moyo, inuka, anakuita. Yesu akasema, hebu some tena mstari. Yesu akasimama akasema. Yesu akasimama na msafara wake akasema, mwiteni. Yesu akasimama. Aliposimama yeye, msafara uliendelea. Ulisimama. Haleluya. Haleluya. Akasimama yule aliyekuwa kiongozi wa msafara. Wakati Bartimayo wameshamkemea sana, wamkamha mane chigogo chisanwe hoba hoi nisemeje,
wakamkemea wakimnyamazisha. Waliokuwa na macho yao, waliokuwa na mikono yao na miguu yao, wana uwezo wa kwenda kufanya kazi zao, lakini wakamkemea wakimnyamazisha, wakisema nyamaza. Lakini Yesu akasema, akasimama, alafu akasema fanyeni nini? Mwiteni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Anyakuja. Haleluya. Yesu akasimama, akasimamisha msafara wa kwake, mwana wa Daudi, mwana Mariamu, yakawa kuima hamunyuma yakati mumletaje. Haleluya. Nataka niseme na wewe leo. Unakutana na sauti gani? Unakutana na watu wa aina gani kwenye maisha yako? Na unapopita, ni sauti ngapi zinazokusomea? Ni sauti ngapi zinazokuzuia? Ni sauti ngapi zinazokukemea? Eti wanakunyamazisha wewe, wanakunyamazisha wewe mpakwa mafuta Jennifer. Kwa nani ana uwezo wa kukunyamazisha? Kama Bwana amekuchagua, eti leo nani anainuka kukunyamazisha? Watu wapo wenye uwezo wa kunyamazisha huduma za watu. Wako watu wenye uwezo wa kuzimisha furaha za ndoa za watu. Wako hapa leo. Wako watu wenye maneno wenye maneno ya kukatisha tamaa. Wako leo wenye maneno mengi, mioyo yao imejaa maneno mengi, na maneno sio ya kutia moyo ila ya kuvunja moyo, maneno ya kukatisha tamaa. Wakutia dinalo linyamale silimanyile toa ngoma. Huyu naye sishike maiki hajui nani kasema. Yesu anajua kwamba unajua. Huyu ni nani anayenyanyuka seme wewe hujui? Wale waliokuwa wanamnyamazisha hivi wanajua maagano ya Mungu, mwana wa Mungu pamoja na yule aliyekuwa kipofu walijua. Lakini wako wenye roho mbaya, wako masnitch, wako wanafiki, wako wambea, wako washakunaku, wale wenye roho mbaya ambao hawataki ufanikiwe leo. Wanajua wasikoso hatua hiyo ulionayo unakwenda kutoka, unaenda kutoboa. Kwa uimbaji huu unaenda kutoka. Elia. Wanajua kwa uimbaji huu utaenda kutoboa. Wanainuka wanakunyamazisha. Washindwe kwa jina la Yesu. Wengine ni wazee wa kanisa kwa utumishi ulionao. Wengine wanatokeza wanasema hiyo nayo chihelehele. Washindwe kwa jina la Yesu. Yesu leo anaenda kusimamisha msafara wake kwa ajili ya Bartimayo. Yesu akasimama na msafara wake, akasimamisha msafara wake. Leo Mama Samia asimamishe msafara kwa ajili yako. Hivi utajisikiaje? Utajisikiaje rais leo asimamishe msafara kwa ajili ya Ruth Lameki tu, hapo asimamishe, hapo amuulize unataka nikufanyie nini? Hivi utajisikiaje ndugu yangu? Milomo ya watu hiyo kuimajira vipi? Iwa hawi nao kwanza bitapotea mwana yule mwene Yehovujira mapande. Mwene mwana yule agoa wataanza. Lakini Bartimayo Yesu alisimamisha msafara. Halafu akamuulizaje? Nenda mtumishi, soma hapo. Yesu alisimama. Yesu akasimama akasema mwiteni. Yakawa kuima mwana chulume. Kata mumleta jiji mchemaje yuyo. Wakamuita yule kipofu. Ya wakamchema yule mbofu. Wakamwambia. Yalichidula wakamchema. Jipe moyo. Wakukuchema Yohana. Wakutawinuka jeba wa mkuyu. Hosibaho. Mwaha ya kukuchema. Yesu akasema mwiteni. Kwani Yesu alisikiaje ile sauti ya Bartimayo? Ilikuwaje Yesu akaisikia sauti ya mtu mmoja? Maana zilikuwa ni kelele kweli. Alisikiaje? Ulishawahi kujiuliza? Hivi Yesu alisikia vipi ile sauti ya mtu mmoja tu Bartimayo? Alisikia namna gani wana wa Mungu? Ninaamini wazi kabisa katika maombi yako kelele za watu haziwezi kuzuia maombi yako mbele za Bwana. Kelele za wachawi haziwezi kuzuia maombi yako yasifike mbele za Bwana. Kelele za wanafiki, wako watu wanakuchekea mdomoni lakini moyoni wameficha panga. Hao wasikuzuie, maana Yesu anakuona. Hata kama wakikusonga, ambao wakukaa mahakama ule, lakini Yesu yakukuona. Yesu anakuona mwanangu. Yesu anakuona.
tamaa. Haleluya, haleluya, wana wa Mungu. Hakukata tamaa hata walipomkemea. Biblia inasema yeye akazidi kupaza sauti yake. Usikatishwe tamaa na kelele za watu. Wanadamu wana maneno mengi mno, lakini Yesu analo neno moja tu. Yesu analo neno moja, akikuamuru ndilo linalotokea. Sema amina. Sema amina. Yesu akamwita, akamwambia mleteni. Wale vimbele waliokuwa wakisema nyamaza usipige kelele, wale alikuwepo Sauli. Alikuwa Esau alikuwepo. Mimi naona alikuwepo. Hayali alibahogwe katekiste. Nyamalele chetoza. Lakini mwanaume yule aliposema mwiteni, yule Esau akawa kwanza. Chibiti mwahia kukuchema. Wapo hata leo. Wanaokuzodoa kwenye huduma yako. Wanaokusema kwenye huduma yako. Wakuti alikuwala dinalio. Walibahambe zwali. Wanaosema alikanisa moswela zizo. Alikanisa mosipofika. Wapo hata leo. Hata umeanzisha swala la kukamilisha nyumba ya mchungaji. Waje wakuti alunondo hachikali na marakuno. Alukanyi. Wapo hata leo. Lakini hao ikifika wakati mmeshafanikiwa wanasema tulijua tu tutafanikiwa. Wapo. Haleluya. Wanafiki punga mikono namna hii. Wanafiki wote punga mikono. Usione unakupongeza. Ninga wakutia mwene mwana yeye na chahaicho na kigonja. Ati mwene mwana nendo yeye mwene yeye na tahai. Ati mwene yeye mwana yeye na tahai zo na kitogolizi na watanyasi. Mara biashara haziendi. Ujue wameshaenda kufanya yao. Lakini yupo Yesu leo. Anasema unataka nikufanyie nini? Andrea leo Yesu anasema mnataka mfanywe nini? Anasema mnataka kufanywa nini? Anawauliza Bartimayo, alijibu moja tu. Baba nataka kuona. Alisema nataka kuona. Mimi angekuwa ni mimi. Imagine leo nauliza hivyo. Kitu cha kwanza ambacho ningesema baba Lameki njire gorofa. Nipate gari kubwa kuliko Upendo Mkone aliyonunuliwa juzi. Ningesema hivyo, lakini Bartimayo alisimama kwenye msimamo mmoja tu. Na wewe kwenye maombi yako, mwambie Yesu unataka nini? Utakachomwambia hicho ndicho atakachofanya. Unataka huduma yako isonge mbele, atasimama hapo. Unataka watoto wako wabarikiwe, atasimama hapo. Unataka elimu ya watoto wako isitie aibu, Yesu atasimama hapo. Usiwe mshika mawili matano. Yesu atasimama na wewe. Ukitaka Mungu akupe nyumba, ukitaka Mungu akupe mume, ukitaka upate watoto. Wako wengine hawana watoto. Wako akina Hana, wako hapa wanachekwa na kina Penina kwamba yungumba nayo. Lakini Yesu leo anasema unataka nikufanyie nini? Unataka nikufanyie nini dada? Neema, unataka nikufanyie nini? Joyce, uko hapa Mungu anasema unataka nikufanyie nini? Nene rwa honolibaha twali mwaha ya kutokusaka mutendele ule. Bartimayo yakate baba gwe musaka undigule meso. Agwe twali kusaka Yesu yakutendele ule. Yesu akamwambia Bartimayo alipofika, akamwambia aje. Hebu soma mistari miwili ya mwisho kabisa. Alipoitwa tayari, wale wa Mbeha yakawakuta yakawashuka shuju. Mstari wa 50, akatupa vazi lake, akaruka, akamwendea Yesu. Alipomwita, aliposema mleteni, walipomleta, Yesu akamjibu akamwambia, yes, wataka nikufanyie nini? Wataka nikufanyie nini Bartimayo? Yule kipofu akamwambia, mwalimu wangu, nataka nipate kuona. Yesu akamwambia, enenda zako, imani yako imekuponya. Mara akapata kuona, akamfuata njiani. Ana Yesu wekunaza umbonera jerusungu he. Umbonera jerusungu.
uwe mwijizi wangu, umbonelaje lusungu he. Baba umbonelaje lusungu he. Umbonelaje lusungu, umbonelaje lusungu, umbonelaje lusungu he. Umbonelaje lusungu, umbonelaje lusungu. Yesu akamwambia, unataka nikufanyie nini mwanangu? Winata hai nokutaza dulonje. Yesu anataka useme tu. Pastor Shisulumi, kwa nini alimuuliza unataka nikufanyie nini? Na wakati Biblia inasema kabla hatujaomba anajua, na tunapokuwa katika kuomba anafanyaje? Lakini kwa nini alimuuliza unataka nikufanyie nini? Kwa nini alimuuliza wakati alijua kabla hajamuomba? Na alipokuwa anamuomba alisikia. Kwa nini alimuuliza? Anataka useme kwa kinywa chako, sema amina. Anataka useme, ulonje, usisemewe na mtu, sema tu mwenyewe. Baba, ndoa yangu hili vipi? Baba, Mungu sitikubalika. Baba, mafua mko wangu. Baba, ilimonga jete datu. Mwaha mlungu siolema. Yukuhulichiza. Soko Batimayo ngamuhulichiza. Haleluya. Atakusikiliza. Maana Batimayo mbona alisema? Batimayo alikuwa anasongwa, alisema shida aliyokuwa nayo. Na wewe leo Mungu hataacha kukusikia. Sema neno tu, yuko kwa ajili yako. Usiogope. Wanadamu wamezoea kukuona jinsi ulivyo. Wale waliozoea kukuona ukiketi kando ya njia. Batimayo alizoeleka kuketi kando ya njia. Naomba uondoke kwenye njia huko pembeni mwa njia. Kando ya njia kuna mabaya. Kando ya njia huko wanatema makohozi. Kando ya njia waliosafiri njia ndefu sio hapo. Mliosafiri kwenye mabasi makubwa. Kuchimba dawa inakuwaga wapi? Kando ya njia hakufai. Kando ya njia hakufai. Yesu huyo anakuja. Njia Yesu akuponye. Kando ya njia hakufai. Hao waliozoea kumjua Batimayo anaketi kando ya njia. Najua hata wewe umezoea kukuona ulivyo. Haji wakutaka mani mdala metu chilemba chile sikabadisha na mpakadi ya suelulira na kusuelulira. Wamezoea kukuona hivyo. Leo Yesu anakufungua, utakuwa mwingine. Waliokuzoea umaskini wako. Haji kujendela tu. Wana kujendela yose yadumuka kuwapelezaga na mapini, kuwapelezaga. Wamezoea kukuona hivyo. Wamezoea kuona familia yako ikiteseka. Wamezoea kuona mnagombana kwenye familia yako kila siku. Lakini leo Yesu anakwenda kubadilisha maisha yako. Sema amina. Halafu hao waliokuzoea atakapoona umebadilika, watakuja wakasema kweli una Mungu. Kweli tumemwona Mungu wako. Kweli na sisi tutamtumikia Mungu. Lakini ukisimama katika kweli na msimamo na msingi wa Yesu Kristo, simama kwa miguu yako. Sindaile kuitata umbonelaje lusungu he. Baba umbonelaje lusungu he. Yeah, umbonelaje lusungu he. Tima uchukua ye umbonelaje lusungu he. Kanyi muakalala umbonelaje lusungu he. Baba umbonelaje lusungu he. Inua mikono yako. Umbonelaje lusungu he. Imba kumaanisha Baba nitakwako Mulungu kwe umbonelaje lusungu he. Ono uli lusungu umbonelaje lusungu he. Najua una shida zako. Umezoea kuketi hapo kwenye shida zako. Uko kando ya njia. Una magumu yako unayojua mwenyewe. Ndoa yako kila siku ni maumivu moyoni mwako. Hauna amani. Ukitoka unajivika amani ya kulazimisha. Lakini ndani una magonjwa ya maumivu yako. Nyumba nyingi zina shida. Baba zangu, wengi mna shida. Lakini wanaume ni ngumu sana kusema. Huwa wanaona aibu. Leo Yesu huyu Mnazareti anapita. Mwambie ndoa yako. Mwambie habari ya mke wako. Haleluya. Ndoa nyingi sio kwamba vijana tu ndio kuna shida.
amba wazee nao walimumo siku inji natoa hodi mfika mwagana kaya hiyo nafika gahulika tungungulu kota mayungu gali mnyungu ugomvi uliko kwa kugati mwaha mlungu ya kutaze na nyumba yako. Yesu akusaidie na nyumba yako, ndoa yako ikae salama. Yuko dada, yawezekana umeolewa bado hujabahatika kupata mtoto, kwa wako imekuwa korasi kwako, mbona hazai na ule vya pelumedu hivi na hivi, lakini Yesu leo anasema unataka nikufanyie nini? Inua mikono yako juu. Baba, angalia watoto wako hawa wako mbele zako. Bwana, ibada yangu ya shukrani nimekuja, lakini natamani watu kupitia hii ibada waseme shida zao walizo nazo, ili ukawaone, ukafungue kila kilichofunga maisha yao, ukaondoe upofu wa mioyo yao. Yamkini wengine ni vipofu katika mioyo yao, hawaoni ya kwamba wanakwenda sivyo, wanatakiwa kukujua wewe Mungu wa kweli. Wamezoea kuingia ndani ya kanisa kwa sababu wamezaliwa ndani ya kanisa, wamezaliwa kwa ni wa Kristo, lakini Mungu hawasali katika roho na kweli kukumaanisha wewe Mungu. Na kusiri Roho Mtakatifu na Mungu uliye Mungu Mwana na Baba, simama katikati ya maisha yao, ukawasaidie, ukawafungue macho yao, maana ni vipofu. Fungua magonjwa walionayo, shida walizonazo, maisha walionayo ambayo ni magumu, wanafika wakati hawaelewi wafanye nini. Lakini wewe Yesu, naomba unapopita, pita kwao, wapitie Bwana. Hata kama kutakuwa na sauti nyingi za kuwazuia, hata kama kutakuwa na sauti nyingi za kejeli kwao, lakini Bwana, wao wakaze kukutazama wewe, wakaze kukutazama wewe, maana wewe Bwana unasikia. Unasema hata katikati ya watu wewe unasikia. Na ukasikie sauti zao, ukasikie sauti ya mama huyu, ukasikie sauti ya baba huyu, ukasikie sauti ya mgonjwa huyu au mwingine na mgonjwa yuko mbali, ndio ukasikie sauti yao, ili Bwana ukafanyike kitu kwao, ili wale wote waliokuwa wakiwazuia wakaone aibu. Maana wewe Bwana mfalme mwenye heshima, wako tuheshimisha, umepita katikati yetu. Uliyesimamisha msafara wako kwa Batimayo, ni wewe leo utasimamisha msafara wako kwa wengine, ili ukatembelea Andrea Mtakatifu na watu wao, pamoja na mchungaji wao ambaye ni kuhani katikati ya hili kanisa, na wazee wa kanisa, ukaingia katikati yao, wakawe na amani, ili wakipanga watakalopanga wakapange kwa pamoja, wakanie kwa pamoja, yote yawe mamoja, na umoja wao usitengane, usiruhusu wakatengana, ili wakafanye jambo likawa moja lenye kuonekana na sifa na utukufu kukurudie wewe Mungu ni hai. Katika jina la Yesu nawacha mikononi mwako. Neno lako hili Bwana likapandwe katika mioyo yao, wakakujue wewe kwamba hawapaswi kukata tamaa, maana uko wewe unaisikia sauti hata kama kuna kelele za watu. Katika jina la Yesu, amen. Piga makofi. Naomba kwa dakika hii kama kuna mtu Thank you.
pili kama unao. Funga namna hii mikono yako. Halafu mchapie Yesu makofi na vigelegele sasa. Subiri kidogo. Sasa tunaimba nyimbo ya albamu ya pili. Ile nyimbo nyingine tuliimba jana ya albamu ya kwanza ambayo tulishiriki pamoja na pasta wangu Sisulumi. Lakini sasa nataka tucheze nyimbo hii inasema usiniache Bwana, peke yangu sitaweza. Haleluya. Mwambie Yesu usiniache. Mwambie Yesu usiniache. Ona ulimgongo luinuka nyeti vile hamonga. Simama juu halafu wote tumwambie Yesu usituache. Usituache. Niachie tu kabisa. Hapa baba basi mtucheze. Usiniache
Lay Canon Mheshimiwa Chibulunji. Amina. Alituanzishia pamoja na mtoto wake Godfrey matofali 2000. Yes, amina. Yaani baada ya kutamka tu neno akasema mimi nitaanza sina na mtoto wangu tutaanza matofali 2000. Na ndizo mpaka sasa ule ukuta umesimama. Na Wakristo wengine wote tumechangia simenti, ufundi na nini, lakini wao ndio walianza. Basi sana ilikuwa ni baraka. Maana Canon anapofanya kitu lazima situtimize. Amina. Ndio maana kwa nami nikasema basi kwa hilo tuendelea kufanya. Ningeenda kumshukuru sana mwenyekiti wangu wa ujenzi. Yuko mnyenyekevu sana wakati wote, iwe usiku iwe mchana. Na hata jana napigia simu na kuna wageni wanakuja, aliamka akaacha usingizi kaenda kukaa pale barabarani kwa kupokea wageni toka Dar es Salaam. Najua kwa umoja huo basi Mungu atabariki sana. Lakini pia katika safari kuna changamoto zake. Na changamoto hizo zile tutafanya sisi tupate hasira, au maono yetu yawe na hasira. Unajua ukiwa na maono yenye hasira ndipo utakapokwenda kufanikiwa. Mungu abariki sana. Asante mtoto uliyezaliwa leo. Wewe kaa na mama tunajadili kitu kama hiki, unasema kwa nini hiyo sikukuu sisi tusifanye kitu ambacho kitaweka alama. Najua si ya kwake, yeye ni mtoto, lakini bado ameanza kufanya kitu kikubwa. Hata anapoendelea kukua, basi atakuwa na hatimaye atakuta vitu vikubwa katika maisha yake. Mungu akubariki sana wewe na familia yako na uzao wenu, basi uwe wenye baraka katika kazi hii ambayo umeifanya leo. Barikiwe sana na wote tuliochangia hapa chochote. Ile nyumba itakwenda kusimama na Mungu atakwenda kusimama na baraka zitakuwa katikati yetu. Asante sana pia dada Lucy, wewe ndo mzazi wa mtoto leo, kwa kuzaa mtoto mwema, kwa hiki ambacho kinaendelea kufanyika, na ukawe mzazi bora hata na sehemu zingine. Barikiwe sana. Asante sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Elia, naomba radhi. Nimesema Elia atamwakilisha baba. Jamani samahani, kuna shemegi yangu hapa. Katekista ndo atasimama kwa niaba ya mdogo wake, afu Elia yeye atasimama kwa dada yake. Nimekosea, nimekuwa kwenye chao ambacho sio chako. Piga hatua haraka. Katekista. Naso ni mwache katekista. Aje. Wanaanza wadogo kata kubwa kubwa yote kashapiga. Asante sana, asante sana. Anakwenda kama ifuatavyo. Dada, amena. Imefika ngapi? 5000. Asante sana, umenikomboa. Asante. Kaka anakuja, kaka anakuja.
Wow! Na mtoto na yeye. Asante sana, mtoto mzuri anakula keki. Huku Benanga TV wakiwa wanachukua. Asante sana. Asante sana. Karibu. Oh, haleluya, pigeni makofi. Unaona alikuwa anakataa ufasi wako. Okay, baba anakula keki kwa 30,000. Bati moja hiyo, asante sana. Ubarikiwe sana baba. Barikiwa, na hiyo ndio siri ya mafanikio yako. Sasa tunaomba usiende wewe. Hii keki unakula. Change hairudi, hatuna change elfu kumi. Tunakuomba baba, tunakuomba. Baba uliyokula keki tunakuomba. Keki umekula kwa shilingi ngapi? 30,000. Au ulitangulia kutoa? Okay, kwa hiyo jumla 40. Kwa hiyo mchango wako hapo umefafanua. Keki na mchango wako kule. Amen, asante. Kanisa. Amen, asante sana. Ametangulia kutoa 10,000. Ubarikiwe sana baba. Na kila kitu chako kibarikiwe. Afya yako pia ikatunzwe. Pressure na masukari ya kuache yasisogee kabisa kwako. Karibu dada hapo useme. Hatuna change ya shilingi 10,000. Keki nakula kwa shilingi 2,000. Mchango wangu shilingi 10,000. Amina, asante sana. Unaona sasa, angalau hiyo ndio heshima yako. Yaani unajua heshima wakati mwingine tusilazimishe sisi wenyewe. Ubarikiwe sana dada. 2,000 ya keki, 10,000 kwa ajili ya ujenzi. Karibu. Tukiwa live Benanga TV online. Kila mtu anatazama sasa. Tukiwa online. Benanga TV ikiwa inachukua matukio haya yote kwa juhudi zote. Benanga TV ni yetu sote. Karibu kaka. Sema unakula kwa shilingi ngapi na mchango wako ni shilingi ngapi? Wengine wote keki nakula kwa shilingi 2,000. Ahadi yangu bati ngapi? Bati moja. Piga makofi basi. Mtutie moyo tu, angalau tuliokuja kutoa ni angalia wenyewe. Karibu kaka, ule keki hiyo hapo. Anasogea kaka. Mrefu, Mungu amempendelea. Mimi nitakula keki kwa shilingi 5,000. Keki kwa 5,000. Natoa keshira, ahadi yangu bati moja. Bati moja ahadi. Zinaandikwa hizo bati, zinaandikwa. Keki shilingi 5,000, halafu ingekuwa ni vizuri kabisa mnachukua na namba za simu. Na majina wapigia majina pamoja na namba zao za simu. Mnapoandika simu nawajua. Mmemwona alivyopendeza jamani? Si mmemwona? Mtu mzito, mtu mkubwa. Hebu tafuta kitu. Napendelewa na Bwana. Amina. Kwa 1,000. Hapana. Endelea sentence yako. Keki nakula kwa 1,000. Mtoto anakula keki kwa 1,000. Ameshakula. Wow, asante mtoto mzuri. Haya, mama umesema dada? Keki nakula kwa 1,000. Mchango wangu natoa 1,000. Amen, asante sana. Lakini sasa subiri, wewe chukua tu hiyo chukua maiki. Keki hapana. Yaani maana chitumbua chachukuliwa kachiburu. Alo keki. Viungo vya keki. Hivi unamuona Miss Andrea mtakatifu alivyoiandaa? Naomba. Ndo shangazi. Shanga. Lechoni gashanga tasirumbulia wa baba. Shangazi ndo baba. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Naomba shangazi, mama Robati, naomba niongezee. Ifike 5,000. Shangazi aongeze. Naomba niongezee. Lakini hata kama umezaliwa leo, sio unaona umekata keki wewe mwenyewe. Umekata, naomba 2,000. Ranga chote hii gazeti mwewe na tachishi. Na tahuku heya. Haya, iweke hapo iwe shilingi 5,000. Shangazi amesema, baba akisema si ndo amesema. Kwa hiyo sasa wana wanaokolelwa vile na kulelwa ndio ya kutia wewe mama vipi wewe ungechelewa jana. Sasa nataka nione mzaliwa aliyezaliwa. Silvia yuko wapi? Amesema anaitwa Happy, anaitwa Furaha. Sasa leo hii Furaha alafu aondoe Furaha kwa ajili ya kutoa 5,000. Itakuwa ajabu. Tayari Ameshatoa. Piga makofi basi. Ndio tunatiana moyo.
Asante sana. Ametoa anakula keki. TV online inaomba Mbenanga, chukua hilo tukio. Tukio hilo linatoka live kabisa. Asante Mbenanga TV, uko makini. Asante sana. Karibu mama. Jamani laki na maana hapo laki moja. Karibu. Asante sana. Karibu. Asante dada. Sogea hapa usiogope. Amina. Pastor Jenny anasemaje? Anasemaje mama? Hebu waambie makutano hapa. Jamani, huyu mama keshatoa mchango kwa ajili ya ujenzi. Ndio. Kwa hiyo hana hela ya kula keki. Hebu tufanye kitu. Naomba vijana kule, vijana 2 3, naomba John hapa, kimbia haraka wenye nguvu. Naomba kimbieni mje hapa vijana wenye nguvu. Huku hakuna vijana. Changamkeni vijana, changamkeni haraka. Naomba vijana wenye nguvu. 3. Yaani hata hapa vijana hawapo. Yesu. Kaka anakuja kwa madaha yote walio ndani ya Yesu. Naomba hapa utokeze wamama 2 au 3, naomba mje hapa. Naomba kila mmoja aje na 1000 tu kwa ajili ya mama ale keki, lakini ameleta mzigo kwa ajili ya nyumba ya utumishi. Safi kabisa. Asante kaka Naso, barikiwa. Asante kaka Naso. Shilingi ngapi hapo? 1000 bado shilingi 2000. Unaniangusha sana mabalozi. Sikutegemea kama mngeniacha. Hamba wale wamleta Yesu yakatemwene ani hamba msumi. Bado shilingi 1000 tena ili ale keki. Wale makula hamuungana nene. Jeda analeta. Na Julius analeta. Asante wageni. Safi kabisa. Wageni wamekuwa mstari wa mbele kufanya jambo. 1000. Wow. Asante baba. Wow. Asante. Sogea mama. 4000. Sogea. Asante sana. Julius pamoja na polisi wetu, mjeda wetu, jeshi. Imetime shilingi 3, mama anakula keki. Ameshakula. Karibu baba. Amekula. Mbenanga amefanya yao. Asante sana. Asante sana mama kwa mchango wako. Na umekula keki, ubarikiwe sana. Karibu baba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi keki nakula kwa 2000. Yes. Mchango wangu bati moja. Asante sana. Piga makofi, mimi nataka basi. Kwa sababu hujaweza kutoa hata mchango, basi piga makofi, ndio sadaka yako. Asante baba. Barikiwe sana. Yesu akuongezee miaka ya kwako. Watoto wako wabarikiwe. Tumishi. Nahisi una kitu unataka kusema. Yesu asifiwe. Amen. Usiwe mnyonge. Wala lechotinga. Asifiwe. Amena. Nakula keki kwa 1000 na hii bati moja. Kwanza sogea pembeni. Bwana Yesu asifiwe. Nani mwingine anasema nataka kula keki? Haya, naomba wale wote, weka hapa kwa pembeni. Wale wote wanaosema tunataka kumchangia Bwana leo, iwe kwa ahadi yako, iwe kwa keshi, naomba mje. Tuje tule keki wote hapa. Mimi naahidi mje tule keki hapa. Sio kwamba utatoa hata shilingi yako moja, lakini mje tule keki hapa. MC namba 1. Ndio. Kuna makundi ya kwaya jana yalitoa michango yao na itasomwa leo kwa ajili ya ujenzi. Niombe waje watoe hela kwa ajili ya kula keki. Mwenye 1000, mwenye 2000. Okay. Makundi hayo. Makundi unasikia mmeshatoa. Na mmeandikwa kabisa na idadi yenu na gharama ya kiasi cha fedha ambacho umetoa mchango wenu. Sasa mje mle keki kwa shilingi 1000 tu. 1000 tu. Asante sana mkwe wangu. Nakupenda sana kuja huyo. Jamani, ngoja tuweke mambo sawa. Hii hela ambayo tunachanga mahali hapa ni kwa ajili yetu sisi wenyewe, kwa ajili ya ujenzi. Asante sana. Asante keki hiyo. Ndio muda wenyewe huu. Asante. Ile hela keki haiendi nyumbani kwa mtu, inaenda kwenye ujenzi. Asante dada, na mtoto naye anakula keki kwa 1000 kwa chikulu. Yakutia lugha kama chichige na anakuja huyu mvulana mjeda. Safi kabisa. Mjeda kutoka Mndego huyo. Asante sana, anakuja kula keki kwa shilingi 2000. Mpe nyingine ashike mkononi. Mpe nyingine ashike mkononi. Chukua nyingine. Asante mtoto mzuri. Hasi wa kusaga leo mtoto. Kuna lema haya dada huyo mzuri. Huyu atakuja kuwa mama askofu huyo. Safi kabisa. Asante sana. Asante kwa kula keki. Nani mwingine asema mimi nakuja? Dada anakuja huyu kwa hasira zote. Dada, hapo niambie kabla hujafika kama umeolewa. Umeolewa? Bado. Sema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umeolewa? Kwa wageni naitwa Faraja Amani Machichi, ninatoa 30 Faraja.
30. Chaule keki Faraja. Unajua kwa nini nilikuwa sijamtambua? Mke mwenzangu, si unajua ukewenza ni vita. Karibu baba. Asante, huyu kwa sio fahamu ndo mtoto wa katekista. Bwana Yesu asifiwe. Amina, asante, karibu kaka. Nitakula keki kwa 2000 na kwa 2025. Amina. Hiyo 2025 itakuwa bati moja tayari. 2025 inakuwa pesa. Ni bati moja tayari imeshatoka hapo. Libarikiwe jina la Bwana. Asante sana kaka, Mungu akubariki. Uzee wako ukawa baraka, lakini ujana wako ukarejezeke kama tai. Zaburi ya 103 inasema hivyo, kabaki kwa na nguvu. Karibu watoto. Mungu akutetee. Asanteni watoto wazuri. Nani wengine wanakuja? Wasichana wale wanakuja kwa mwendo wa kinyonga. Wanakuja, zamani walikuwa wakimbia riadha, yule mfupi alikuwa anakimbia riadha mita 100 relay. Alikuwa anakimbia riadha kweli kweli. Niliwahi kushindana naye uwanja wa Taifa kule. Nilishindana gani mimi, nilikuwa nakimbia riadha. Amani Machichimi ni shahidi. MC. Ndio. Kuna wastaafu wenzakana hawa, hebu waite tu hata wastaafu waje wale keki jamani. Wastaafu wote walioko hapa. Wastaafu wote nikimaanisha pamoja na mjeshi, maana na mjeshi naye aje wale keki mstaafu. Naomba waje wote hapa wastaafu wote. Mnaona miondoko yao? We bwana we. Wananyata kwa mwendo wa kunyata. Wastaafu hawa. Lakini enzi zao sasa. Huyu dada Tolu huyu alikuwa anasumbua. Niliwahi kukutana naye maeneo fulani, viwanja fulani. Bwana we. Karibuni wastaafu wote. Wastaafu hakuna? Mchungaji kanisa lako kumbe halina wastaafu kabisa. Yaani hapa ni robo tatu ya waumini ni wastaafu. Haluna uli baba. Kwa nini wanaogopa madhabahu? Ukiona nyumba nzuri zote za Chalinze za wastaafu. Sasa wako wapi? Yesu anakutafuta, uko wapi? Anga TV ni yako.